Mimi ni afisa elimu sekondari katika halmashauri ya wilaya ya Rungwe, na nashukuru sana Mungu kuwa pamoja nanyi siku ya leo mahali hapa. Nitakuwa na mambo machache sana. Kwa hivyo nitahitaji basi kupewa ushirikiano kutoka kwa wazazi ili tuweze kumaliza pia kwa wakati. Wapendwa wazazi wenzangu, walimu wa shule hii ya Kidia, watumishi wasio walimu, yaani wafanyakazi wengine ambao pia wamekuwa na jukumu kubwa la kulea watoto wetu, nianze kwa kuwashukuru kwa namna ambavyo kwa pamoja tumeweza kufanikisha kuwepo kwa mahafali ya 9 katika mwaka huu 2025, ambapo watoto wetu 48 watahitimu leo katika ngazi ya shule ya awali na kuingia sasa katika ngazi nyingine ya elimu ya msingi, yani darasa la kwanza. Hebu tuwashangilie watoto wetu, tuwapongeze watoto wetu kwa kufikia siku hii ya leo. Baada ya pongezi hizo kwa watoto wetu, nichukue nafasi hii kuwapongeza walimu wetu ambao kwa muda wote wamekuwa wakiwalea watoto hawa katika shule yetu hii. Nilikuwa nikifuatilia hapa taarifa kutoka kwa mkuu wa shule, nikaelezwa kwamba baadhi ya watoto wetu hapa wameletwa wakiwa na umri wa miezi 6, wengine wamekuwa na umri wa miezi 5, lakini leo hii wanahitimu. Ni jukumu kubwa sana ambalo walimu wetu wamelifanya kuhakikisha kwamba watoto wetu wanafikia hapa. Tumeshuhudia tukiona namna ambavyo watoto wetu wametuonyesha mambo mbalimbali ambayo wanajifunza hapa. Wametuonyesha mahiri mbalimbali ambazo walikuwa wakifundishwa na walimu wetu hapa. Kwa hakika mimi binafsi nimefurahia, na bila shaka wazazi wenzangu pia tumefurahia kuona mambo makubwa ambayo watoto wetu wanaweza wakayafanya kupitia walimu wetu ambao wamewafundisha kufikia hapo. Kwa hivyo nawapongeza sana walimu kwa kazi nzuri ambayo mnaifanya. Tuendelee kuwatia moyo watoto wetu hawa, tukiamini kabisa ni wako katika mwanzo wa maisha yao. Na kipekee pia niende kuwapongeza wazazi wenzangu kwa namna ambavyo mlichagua kuwaleta watoto katika shule hii. Ni kituo ambacho kimekuwa kinatoa malezi bora kwa watoto wetu, lakini niombe tuendelee pia kushirikiana zaidi, tukijua kabisa tunalo jukumu kubwa la malezi kwa watoto wetu. Hapa niongee kidogo na wazazi. Jukumu la kulea watoto lipo mikononi mwa wazazi, lakini pia lipo mikononi mwa walimu. Lakini walimu hawa watafanya kazi nzuri iwapo watapata ushirikiano kubwa kutoka kwa wazazi. Na ni vema wazazi pia tukatambua ya kwamba malezi ya mtoto yanaanzia kuanzia mwaka 0 mpaka inapofika miaka 8. Lakini miaka 5 ile ya awali ni miaka ya msingi sana kwa habari ya kuweka msingi mzuri wa mtoto wako. Na akili ya mwanadamu huwa ina hatua ya makuzi. Katika ukuaji wa ubongo wa mtoto, tunasema miaka ile ya mwanzo, mwaka 0 mpaka miaka 3, ni miaka ambayo ubongo unakuwa hadi kufikia 80% ya akili yake.
kushirikiana bega kwa bega na walimu wetu kwa namna ambavyo utamwandaa vizuri na kumpa malezi bora mtoto ndani ya muda huu. Huo ndio msingi wa maisha yake ya baadaye, na kama wazazi tutazembea kuwaweka vizuri watoto katika malezi ndani ya muda wa miaka hii mitano, tayari tutakuwa tumeshapoteza muda wa uwekezaji kwa watoto wetu. Kwa hiyo muda mzuri wa uwekezaji wa kukua kwa akili ya watoto wetu ni miaka hiyo 0 mpaka hiyo miaka 5. Kwa hivyo tuone ni miaka ambayo ni ya msingi sana. Na ukiangalia katika nchi yetu ya Tanzania utagundua kwamba ukichukua idadi ya wananchi wa Tanzania, idadi kubwa imebebwa na vijana na watoto, lakini kwa watoto tu peke yao inafikia zaidi ya 28%. 28% ya idadi ya Watanzania ni watoto. Kwa hivyo tuone kama taifa tuna jukumu kubwa sana la kuhakikisha kwamba tunawekeza kwenye malezi ya watoto. Sasa kwa kuona umuhimu huo hapo, serikali yetu pia haipo nyuma. Kiangalia hata katika mtaala ulioboreshwa wa sera ya elimu ya mwaka 2014 na marekebisho yake ya mwaka 2023, utaona namna ambavyo serikali inaendelea kuwekeza kwenye elimu ya awali, ambayo ndio hawa watoto wetu wako katika hatua hiyo hapo. Kwa hivyo ukiangalia kwa Tanzania huu mtaala wa awali, unaona kuna maeneo 5 ambayo wamewekeza ili kuhakikisha kwamba mtoto huyu wa umri wa miaka 0 mpaka miaka 5 basi anapata hiyo elimu. Jambo la kwanza ambalo watoto hawa wanafundishwa, ukiangalia ule mtaala wa elimu wa Tanzania, utaona jambo la kwanza ni utamaduni. Kuna utamaduni. Kwa nini watoto hawa wafundishwe utamaduni? Kwa nini wafundishwe elimu ya imani, sanaa na michezo? Tunafanya hivyo ili ya kwamba watoto hawa waweze kudhamini utamaduni wetu. Watoto wetu hawa wanatoka katika tamaduni tofauti, kwa sababu Tanzania pia tuna makabila tofauti. Lakini kwa namna ambavyo tumewekeza kwenye elimu, tunawaunganisha watoto hawa pamoja kwenye haya madarasa ya shule za awali, na hatimaye wanakwenda kupata utamaduni unaofanana. Kwa hivyo watoto hawa kwa namna wanavyojifunza kwa baada ya utamaduni wao wa nchi yao, watakuwa nao na hatimaye baadaye watakuja kudhamini utamaduni wa nchi yao, kwa sababu tayari tuliwekeza wakiwa wangali wadogo. Lakini vivyo hivyo hata kwa habari ya michezo, kwa habari pia ya imani, tunapowekeza kwao wakiwa bado wangali wadogo, jambo lile wanaendelea kukua nalo. Kwa hivyo tuone kwamba serikali yetu pia inajali elimu ya awali. Lakini pia jambo jingine ambalo wanafundishwa kwenye madarasa ya awali ni lugha ya mawasiliano. Sasa kwa nchi yetu ya Tanzania kuna lugha ya Kiswahili, lakini pia tuna lugha ya Kiingereza, na katika shule zetu zimegawanyika pia. Zipo shule zinazotumia lugha ya Kiingereza, lakini zipo zinazotumia lugha ya Kiswahili. Sasa tunapowaweka katika shule za lugha ya Kiingereza, watoto hawa pia wanakuwa wabobevu katika lugha hiyo ya Kiingereza, ambapo mbele ya safari inakuja kuwasaidia wanapoingia kwenye shule za sekondari, wanakuwa tayari wameshabobea katika lugha ya Kiingereza. Kwa hivyo tuone ni wakati ambao ni muhimu sana wa pia kuwafundisha watoto kuhusu lugha mbalimbali. Na niwapongeze hapa shule hii, nimekuta
Tumeshuhudia hapa wakiongea pia lugha ya Kichina ambayo hiyo nayo inawasaidia watoto hawa watakapokuwa kuweza kuwasiliana na nchi nyingine kiurahisi. Kwa hivyo ni jambo ambalo ni la msingi pia. Lakini jambo jingine la tatu ambalo pia kwenye elimu ya awali katika nchi yetu wanafundisha ni stadi za awali za maisha. Stadi za awali za maisha. Sasa hizi stadi za awali za maisha zinajumuisha yale mahusiano ya mzazi na mtoto, lakini mahusiano kati ya mtoto na mtoto, lakini mahusiano pia kati ya mwalimu na mtoto. Kwa hivyo anapojifunza hizo stadi za maisha, tunategemea mtoto huyo akikua atakuwa ni mtoto mchangamfu, atakuwa ni mtoto ambaye ana utamuzi wa hali ya juu, kwa sababu amekuwa na mahusiano na watu mbalimbali, amekuwa na mahusiano na watoto wenzake, amekuwa na mahusiano na watu wengine pia. Hiyo inasaidia watoto kukua pia kiakili. Lakini jambo jingine pia ambalo watoto awali wanajifunza, ni vizuri wazazi kutambua, ni afya na mazingira. Afya na mazingira. Hawa watoto wadogo wanapokuwapo katika shule hizi za awali wanafundishwa namna ya wao wenyewe pia kujiweka katika hali ya usafi wa mwili, lakini pia wanafundishwa pia namna ya utunzaji wa mazingira na kudhamini mazingira wanayoyaishi. Na ndio maana kuna tofauti kati ya mtoto ambaye amehudhuria katika shule za awali na watoto ambao hawajahudhuria katika shule za awali. Kwa hivyo kuwepo kwa mtoto wako katika shule ya awali kuna umuhimu mkubwa sana, na kunamfanya huyo mtoto aweze kuwa na msingi mzuri sana katika maisha yake. Na tumeona pia hapa kwa habari ya afya, walimu wetu wamefundisha kwa vitendo, na hata watoto wetu hapa wameweza kuigiza pia namna ya kumhudumia mtoto mwenzake akipata shida. Kwa hivyo tunaona kabisa kwamba shule hii imejikita katika kutoa taaluma ambayo imekusudiwa na nchi yetu ya Tanzania. Hebu tuwapongeze jamani shule hii, uongozi wa shule pamoja na walimu wote walioko hapa. Lakini pia jambo la tano ambalo watoto awali wanajifunza pia ni stadi za awali za kuhesabu, lakini na mambo pia ya sayansi pamoja na tehama. Labda hapa kwenye tehama nizungumze kidogo wazazi. Hawa watoto tunawaona kama ni watoto wadogo, lakini kwa habari ya akili yao nimekwambia kwamba akili yao kutoka miaka 0 mpaka miaka 5 inakuwa imefikia 90%. Sasa kufikia 90%, maana yake mtoto huyu akijifunza mambo ya tehama yatamsaidia yeye baadaye kuweza kuishi na kupambana na mazingira au na mabadiliko ya kiteknolojia ambayo siku hadi siku yanatokea. Huko tunapoenda, huko mbele ya safari, kutakuwepo kazi nyingine ambazo hazitafanywa tena kwa mikono kama tulivyozoea hapo awali. Kazi nyingi sasa zinakwenda kufanywa kidijitali. Kazi nyingi zinakwenda kufanywa kimtandao. Kimtandao. Tumeona sasa hivi hata mahakama nyingine kesi zinaendeshwa kimtandao. Kwa hivyo kuwekeza tehama kwa watoto hao wadogo kuna umuhimu sana, kwa sababu inawasaidia wao baadaye kuja kupambana na utandawazi. Kwa hivyo elimu yetu ya Tanzania imeangalia hivyo vipaumbele vitano kuhakikisha kwamba watoto wetu pia wanajengwa katika msingi mzuri, kwa sababu ndio wakati ambao tunawaandaa. Ukiangalia kwa haraka tathmini ya kawaida kabisa, ulivyo leo ni matokeo ya vile ulivyoandaliwa ulipokuwa mtoto mdogo. Kama wazazi wako wangezembea kukuandaa, yamkini usingefikia hapo ulipofikia. Kwa hivyo wito wangu kwa wazazi wenzangu ni kuendelea kutoa
kuwajengea msingi mzuri watoto wetu. Nyumba yoyote ambayo haina msingi mzuri ni rahisi kubomoka, lakini nyumba iliyowekwa kwenye msingi mzuri inakuwa imara daima. Kwa hivyo watoto wetu ili waje walisaidie taifa letu wanahitaji kujengwa kwenye msingi imara. Nimalizie kwa kuwapongeza tena uongozi wa shule kwa malezi mazuri ya watoto na ubunifu mkubwa walionao ili kuhakikisha kwamba wanaisaidia serikali kufikia malengo ya utoaji wa elimu yenye umahiri kwa watoto wetu. Tumeona hapa baadhi ya ubunifu ambao nimekuambia kwamba kwa mfano ile lugha ya Kichina hapa wanaifundisha, lakini nitoe wito wangu hapo sasa kwa shule hii hapa, especially kwa uongozi wa shule hii. Niombe tuongeze zile lugha za kigeni ziwe nyingi zaidi, isiwe ya Kichina tu. Tuweke hapo hata Kifaransa, tuweke hapo Kileno, tuweke hapo Kiarabu. Watoto saizi wanasafiri kwenda nje kule kusoma. Anapokuwa angalau ana ABC ya lugha ile katika nchi anayoiendea, inakuwa ni rahisi sana yeye kuweza kusoma kiurahisi yale masomo katika hizi nchi anazokwenda. Na vile vile pia ukiacha kuongeza hizo lugha, pia tuone namna pia ya kuweka yale madarasa ya watu wazima katika lugha hizo. Tusiwe na yale madarasa tu katika kituo hiki, lakini pia tuweke yale masomo ya distant learning, online learning. Tuweke online learning kwa ajili ya kuwasaidia pia wazazi wetu ambao wana watoto wao wanaosoma hizo lugha hapa. Sababu inawezekana kabisa watoto wakajifunza ile lugha, lakini wakirudi nyumbani wanakutana na wazazi ambao hawajui hiyo lugha. Kwa hivyo tukiweka masomo yale online, wazazi wetu pia wanaweza wakajifunza wakiwa nyumbani, na hivyo itakuwa rahisi kufuatilia masomo ya watoto wao. Kwa hivyo huo ni wito ambao niutoe kwa uongozi wa shule pia, ili kuhakikisha kwamba tunasonga mbele zaidi kidijitali. Vile vile pia, bila shaka wazazi tumeona, mimi mgeni rasmi nimeona namna ambavyo shule hii wanavyojitahidi kuwaelekeza watoto vitu mbalimbali ambavyo vingi vinawasaidia wao kwenda kuishi maisha ambayo yatakuwa bora, lakini pia watakuwa tayari kuishi katika mazingira tofauti. Tayari wamekwisha kuanzisha shule ya msingi. Kwa hivyo nitoa wito, badala ya watoto hawa kuwapeleka katika shule nyingine ambazo yamkini hata hatujui background zao, ni vizuri kuwapeleka watoto hawa wakaendeleze pale walipoishia. Kwa hivyo ni shauri hivyo pia kwamba ni vizuri wakaendelee pale walipoishia. Itakuwa rahisi sana kwa walimu hawa kuwaendeleza watoto hawa, kwa sababu tayari wanawafahamu na wanafahamu pia hatua zao za ujifunzaji, wanafahamu pia uelewa wao, wanafahamu ni namna gani wawafundishe ili waweze kuelewa kwa urahisi, badala ya kuwapeleka kwa walimu ambao ni mageni kwao. Kwa hivyo tuone namna ambavyo tunaweza pia tukaendelea kutoa ushirikiano kwa shule hii na kupeleka watoto wengi zaidi, ili na wao pia wakapata ule ujuzi ambao tumeona hapa na tumeshuhudia pia kwa macho yetu pia. Na kwa kusema hivyo basi, nirudie tena kutoa shukrani zangu kwa mkurugenzi Catherine pamoja na mkuu wa shule kwa kunialika kuja kuwa mgeni rasmi mahali hapa. Niwashukuru wazazi wenzangu ambao mlikuwa tayari kuhakikisha kwamba tunafanya mahafali ya watoto wetu. Niwapongeze pia watoto wetu pia kwa kuwa na utulivu, hata sasa bado wangali wametulia. Kwa hivyo
Kwa kusema hayo, mimi niwatakie pia sherehe njema tunapoendelea kumalizia sherehe yetu.